lakini nao wanakuambia ule mchezo waliupoteza kwa sababu pia wachezaji wamechoka. Ilimfanya hata mwalimu wa Simba afanye mabadiliko ya baadhi ya nafasi, wakina Mpanzu wakaanzia nje. Inawezekana ndio sababu pia iliwaangusha kwenye mchezo. Wewe una mtazamo wa namna gani hasa kiufundi pia? Binafsi nimeshuhudia Simba akishinda mechi nyingi kwenye mazingira kama ya juzi. Ndio. Mechi nyingi tu, na hizo mechi Simba alikuwa akishinda, ulikuwa usikii watu wanazungumza issue ya uchovu. Mechi nyingi tu. Uzuri kocha kazungumza vizuri. Kwani mechi ya ambayo Simba alishinda 1-0 dhidi ya Singida ilikuwa juma ngapi? Kwa Jumapili. Kwa Jumapili. Jumapili. Katikati ya juma. Ilikuwa mechi yao ya mwisho ya 1-0 ile ya mchezo wa KMC. Elisasi kakata penalty 3 ile. Ilikuwa ni katikati ya wiki nahisi kwenye kama Jumatano Alhamisi hapo. Jumatano. Yes. Kwa hiyo Jumatano tu Jumamosi saa 72 zilikuwa zimetimia. Yeah. Kwa hiyo ina maana kwa muda wa kitaalamu Simba alikuwa Amerika. Nadhani ukiondoa Jumatano ile yenyewe, siku katikati hapo zilikuwa 2 ambazo ni Alhamisi na Ijumaa. Lakini unajua kibaya zaidi ni nini? Hizi timu zote mbili zimetoka kucheza pamoja KMC na wote wamesafiri. Kwenda kwa raha. Ndio. Nimetamka vizuri Uko sawa. Wote wamekwenda kwa raha. Kwa hiyo kama ni issue ya usafiri, wote walisafiri na wote wamefika kule wamecheza game. The issue ni kwamba timu bora imeshinda. Lazima Tamanda subiri kidogo. Lazima tuwape credit zao. Timu bora imeshinda. Na Singida hawakuwa bora kwenye mechi ya juzi tu. Hata mechi waliopoteza goli moja. To me Singida ilikuwa ni timu bora kuliko Simba. Na ndio maana Singida sorry, mimi nakubaliana na wewe kwanza na namuunga mkono kocha anapozungumzia issue ya uchovu. Na nadhani hata mimi several times hapa mimi huwa nasema kwamba swala la uchovu kwa hawa athletes tusilizungumza azif pale anakwenda kucheza mtu kama Jeflea ambaye tunajua hana fitness, au mtu kama Juma ambaye anafanya mazoezi labda akiwa anajisikia tu. Hawa ni wachezaji, na pia huwa sio lazima kwamba eti wewe kwa sababu kila siku huwa anaanza Mpanzu aanze huyo. Super sajili wachezaji 30. Kwa hiyo ili mpira ama mchezo kama mchezo userve papasi yake ya ushindani, kama unahisi kwamba fitness ya Mpanzu hiyo siku ina shida, mweke benchi, weka mchezaji mwingine, nenda kafungwe. Utajua sasa kwamba bwana kumbe mimi huwa nina kikosi cha wachezaji 11 tu wanaoanzia benchi labda hawako sawa sawa. Kwa hiyo as long as waliocheza ni moja kati ya wachezaji 30 waliosajiliwa na Simba, swala la uchovu halipaswi kuwa mjadala kabisa. Yes, tuendelee. Ndio, yes. Nadhani David Ouma outshine Fadlu tactically. Game approach ya Ouma imekuwa bora kuliko bora, ndio. Na sio mechi moja, mechi zote mbili. Kwa sababu mechi ile nyingine ya kwanza ya ligi vipili, of course kama mwamuzi angekuwa fair tungekuwa tunazungumza vingine ile game. Kwa sababu kilichokosekana ni magoli. Hakuna chochote kilichobadilika tactically kwa hii Singida. Singida iliyocheza na KMC, iliyocheza na Simba KMC, na Singida iliyocheza kwa raha ni Singida ile tactically. Kilichobadilika ni wachezaji. Kwa sababu mechi ya juzi tuliona Singida wamefanya mabadiliko wachezaji 5. Edmund John alichukua nafasi ya Maruf Chakei, tuliona Keyeke amechukua nafasi ya Adebayo, Damaro alichukua nafasi ya Kevin Nation, Tiabi nafasi yake ilichukuliwa na Kenneth, lakini Gadel Michael alichukua nafasi ya Imoro. Kwa hiyo ni mabadiliko ya wachezaji 5. Kwa sababu gani? Setup ya Singida wakiwa na mpira walikuwa wanacheza zaidi kwenye 4 2 3 1 kama Simba vile. Yaani ulikuwa unakuta mstari wa mabeki 4, lakini pia mbele yao kuna viungo 2 wazuiaji, Damaro na Morris Chuku. You see? And then kwenye position ya number 10 kuna Athabada. Lakini pia Keyeke ukimwangalia naturally ni midfielder, anaenjoy zaidi kucheza shimoni kwenye maeneo finyu zaidi. Kwa hiyo mwalimu alichokuwa anakitaka ni kutengeneza midfield box. Nitakuinvite wewe
Keyeke uingie udrop kwenye midfield uungane na Arthur Bada, tengeneza idadi ya namba 10 wawili. Nyuma yao kuna viungo wawili wazuiaji Damaro na Morris Chuku. Kwa tayari tuna midfield box. Lakini huku pembeni walikuwa wana Edmund John ambaye muda mwingi anaenjoy pia kuihagi ile touchline. Kwa sababu Gadiel Michael going forward huwezi kumfananisha na Ande. Ande ni mzuri going forward, anakimbia kweli kweli. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanyika kwamba Keyeke utatoka pembeni, utadrop kwenye midfield, utatengeneza idadi ya viungo wanne, right? And then Ande utachukua upana wote kwa sababu una uwezo mkubwa wa kuoverlap. Kwa hiyo kilichokuwa kinaonekana ni kwamba Singida wakawa wana wachezaji wengi kwenye midfield. Hiyo tumeizungumza ni setup ya Singida wakiwa na mpira. Lakini mimi niliona Singida ambayo ilishinda mechi bila mpira, shape yao kwenye 4-4-2 hapa. Kwa sababu wakipoteza mpira ndo walikuwa wanategua mtego wa Simba. Unajua Simba wanacheza na 4-2, 3-1. Simba wako direct. Na Simba ni hatari zaidi kuanzia kwenye phase ya pili. Sio phase ya kwanza, phase ya pili ndo Simba wanakuwa hatari. Mbona phase ya pili ndo ipoje na nini? Phase ya kwanza ni build up hapo. Wanapoanza mashambulizi, ujenzi wa mashambulizi. Kamara atahusika, ma center back wawili watahusika, defender mmoja, fullback ata overlap, wao wote wata overlap. Hii ndo phase ya kwanza. Phase ya pili hapa kwenye progression kwa hawa namba 6 wawili hao, Kagoma na Ngoma, ndo Simba wanakuwa hatari kwenye mashambulizi yao. Kwa sababu Kagoma ni pasa mzuri wa kupiga mipira mirefu, lakini Ngoma ni pasa mzuri wa kualilizi hawa wote wanne wa mbele. Na tulikuwa tunamuona Mkwala ambaye alikuwa ni kama na free roll, anaweza kwenda kushoto, anaweza kuingia katikati ya center back na center back, anaweza kwenda kwenye half space ya kulia, lakini pia anaweza kuingia kwenye boxi. Lakini pia tuna Kip Dennis, tuna Mutale, tuna Haua ambao pia walikuwa wana rotate, wanabadilishana nafasi. Kwa hiyo ili hao watu wote wapate huduma, lazima hawa namba 6 wawili Kagoma na Ngoma wawe na uhuru kwenye mpira ili kuweza kuachia hizo pasi. Kwa hiyo alichokifanya Uma ni kwamba na walimit hawa namba 6 wawili wa Simba kwenye 4-4-2 mid block, kwa sababu Singida hawakutaka kuwapress Simba kuanzia juu kabisa. No, tunaweka mtego wetu kuanzia katikati. Arthur Bada na Jonathan Soa nitawataka mwende kuwa mark namba 6 wawili wa Simba, tight marking, man to man. Hapa hawa watu wawili sihitaji wawe na uhuru wa kualilizi hao watu wanne wa mbele akina Haua na kina Mutali. Kwa hiyo phase ya pili ya Simba ikawa ina struggle kuachia pasi nyingi kuja kwa hawa watu wa mbele zaidi. And then kilichokuwa kinatokea aggressive. Hapo utamwona Keyeke anakwenda compress fullback wa Simba, lakini pia hapa utamwona Edmund John naye anakwenda compress Duchu. Kwa hiyo wana wa pin back hivi. Kwa hiyo kilichokuwa kinatokea, Simba wanapoteza mipira kwenye midfield hapa. Wakipoteza mipira, Morris Chuku ni pasa mzuri, lakini pia ukimtazama Damaro ni pasa mzuri, lakini pia ukimtazama namba 10 wao Arthur Bada ni mnyumbulifu kweli kweli na ni pasi. Kwa hiyo alikuwa na uwezo wa kuconnect watatu na ku-release pass kwenda kwa Soa ambaye alikuwa anajikuta na ma center back wawili wa Simba. Hata zicheze mechi 10 mfululizo, Chemalon na Shamoka Rabo hawamwezi Soa, hawamwezi. Hawamwezi kucheza mechi 10 hata wacheze mfululizo. mechi 10 mfululizo. Karabu na Chemalon hawamwezi Soa. Soa ukimtazama ni kama mtu ambaye hana kasi, lakini kwenye 1v1 kasi ya Soa inaonekana. Anatembea. Ukimwona physically hapo utaona jamaa mbona kama mzito huyu, lakini kwenye 1v1 anatembea, anakimbia kweli kweli, na ana skills za kuacha defenders. Physically ni mzuri kweli kweli, ana akili. Unaweza ukatazama goli lenyewe, imepigwa penetration. Alichotaka ni kama anamdanganya Shemaloni kwamba anakwenda upande wake wa pili, lakini pale akatana, akachagua yengo akaweka. Kumbuka mechi ya kwanza, yale matukio ya penalty, jinsi ambavyo alikuwa anawaacha. Tukio moja kamwacha Shemaloni, tukio la pili Shamoka Rabo. Physically hawamwezi, kwenye 1v1 amewapa shida kweli kweli. Lakini plani ilikuwepo kwamba tunapopoka mpira, tunapoweka pressure katikati ya uwanja, pasi ya kwanza inakwenda kwa Soa, and then yeye atapambana na ma center back wawili hapa na chances zetu zitakuwa pale. Lakini Hans, tukijaribu kuangalia, kwa sababu tunachozungumzia labda ni hiyo movement ya Soa ambayo ilipelekea goli, Simba mimi kwa upande wangu nikiangalia, kwa sababu alifanya movement ya lile goli alikuwa ni beki wa katikati. Yule beki jina lake nimelisahau kidogo, ni gumu, lakini ametoka kuivunja, kwa maana ya Asinki. Yes. Ametoka kuivunja kwa sababu yeye yuko karibu na goalkeeper wake. Ameureceive mpira pale, ameivunja safu ya ushambuliaji ya Simba,
akavunja safu ya kiungo ya Simba, akarelease pasi kwenda kwa Jonathan Soa. Mchezaji mmoja, yani kiufupi Simba hawakuwa na umakini katika issue ya kumpress mchezaji ambaye ana mpira mpaka anaenda anatoa pasi kwa mfungaji wa goli. Kabla ya kuwalaumu Shamu Karabua, nafikiri mtu ambaye analaumiwa sana hapa ni Che Malone, kwa sababu ndo mtu ambaye alimface on viwani. Kwa nini Simba walishindwa kumkaba beki? Yaani mtu ambaye anapita katikati yao tu, unaona anakwenda. Ni beki wa katikati, unajua mabeki hatuwasifi sana kwa uwezo wa kudribble. Lakini beki ameweza kudribble past forwards, midfielders mpaka anatoa pasi kwa mshambuliaji wa kati. Of course uta criticize kwa nini hawakuweka pressure. Lakini kwenye football kuna madefender ni wako comfortable wakiwa na mali mguuni. Utakumbusha tukio la Bakari Nondo Mwamnyeto, amewahi kufanya hivyo kwenye level ya Champions League away. Sure. Alitoka nyuma akakokota mpira akaenda kuassist, goli likafungwa. Kwa sometimes msipoweka pressure kweli, kuna madefender ambao wana enjoy kuwa na mali, wata break hizo lines, watafika maeneo ya mbele, watafanya vitu vinatokea. Lakini kosa la kwanza tumelizungumzia ni kutoweka pressure. Kosa la pili ni kwa Che Malone Fondo. Kwa sababu Soa, Che Malone alikuwa na uwezo wa kumgadi vizuri Astani. Amerudia kosa lile la mechi ya kwanza. Na zaidi ya hapo ongeza kucheza hata sija 18 pale. Angeza hata kucheza technical foul. Amemruhusu usha prevent goal. Amekaa upande mmoja, upande wa pili hakuna stand, jamaa na tani anamwacha. Na alishamstadi toka mechi ya kwanza. Ndio maana nakwambia mabeki wa Simba hata wacheze mechi 10 na Soa bado hawamwezi. Okay. Evansi, nilikuwa naangalia bao la pili wakati Simba wanafungwa. Mimi nilikuwa namlaumu Malone. Licha ya kwamba makosa nilikuwa naona kwa goalkeeper ambaye alipiga pasi, alikuwa bado na dribble sio anafanya, lakini nilikuwa najiuliza Che Malone kapewa mpira, pasi. Bado hajui apeleke wapi, akazunguka kurudi tena kule. Wewe ulionaje? Ni malalamiko ya moja kwa moja kwa goalkeeper pale. Yes. Pale kipa kweli. Utamlaumu mtu kuchelewa kurelease mpira, lakini wewe umeshaupata mpira. Lakini mpira nao unatakiwa urelease kwa wakati pia. Unajua hayo tunasema ukiwa mchezaji, cha kwanza, yani kabla hujaiomba pasi, jua unakopeleka huo mpira. Yani sio unaomba alafu ndo unaanza kuwaza. Yani mpira umekufikia mguuni ndo unawaza wapi napeleka pasi yangu. Lazima wewe una option zaidi ya option 3. Iwe ni kushoto kwako, iwe ni kulia, iwe ni mbele. Kukishindikana tunarudi kwa aliyekupa mpira. Yani ndo option ya mwisho. Tunarudi kwa aliyekupa mpira. Ukimwangalia Che Malone Fondo, ameskani kila mahali, ni kwa sababu kipindi anaomba mpira hakuwa na option za wapi ataupeleka baada ya kuupata. Imetokea anaanza kutafuta option kipindi mpira uko mguuni, akaona kote kumeshindikana, acha turudi. Ila amerudi sehemu ambayo bado ni sehemu sahihi. Umbali wa alikokuwa mtu alienda kufanya pressing mpaka kwa goalkeeper, kwa sababu ameanza kwa Che Malone. Kosa linalokuja kumhukumu bwana mdogo Ali Salim ni first touch yake. Ali Salim ni bwana mdogo. Ni bwana mdogo tu. Karia yake ya mpira hajafikisha hata miaka 10. Kwa tunamchemu kwa karia, sio kwa umri. Sio kwa umri. Sasa. Kwa mimi ukiangalia kosa ambalo yeye alilifanya ni first touch yake kuwa mbovu. Ana miaka 25 bado. Sasa hiyo ni ana nini? Tuishia kwa mpira. Kwa hiyo ukiangalia ile first touch, na nimekuwa nasema mara kadhaa, ukiwa na first touch mbovu, hata maamuzi yako yanayofuata hayawezi kuwa sahihi kwa 100%. Amepewa pasi, amekosea kwenye first touch. Sorry Evans, utaendelea. Ni swali mimi kwa inaweza kuwa swali au opinion ya nyongeza kwake. Is it a poor first touch au ni poor decision? Kwa sababu kama ulimwangalia vizuri Ali, ni kama hakuwa yuko aware kwamba huyu mchezaji yuko mbele yake. Kwa hiyo ule mpira alivyoupewa akafanya kama makipa anavyofanya, akausogeza mbele alafu ndo akashtukia kwamba kuna, I don't think ilikuwa ni poor first touch. Mimi ni poor first touch kwa sababu tayari umeona mtu ambaye amekupa pasi wewe ametoka kwenye pressure, na yule mtu hakuonyesha nia ya kukata tamaa kumaliza pressing yake. Yani unajua ukiona mtu ameenda kukaba na akasimama, unajua huyu harudi. Yes. Ila amepewa pasi, ametuliza, na unaona mtu anatoka kule anamfuata yeye, kasogeza mpira mbali na yeye. It means lakini Evans, sorry, mimi naelewa anachozungumza Jeff, kwa sababu Ali alikuwa na sekunde kadhaa akiwa na mpira. Kwa hiyo alichotakiwa kufanya
ni kuondoa mpira haraka. Ukiwa wapi? Kilichotokea mbali yake ni poor decision making. Hansi, utataka kuondoa huo mpira ukiwa wapi? Ukiwa karibu na wewe unaweza kufanya hilo tukio ndani hizo sekunde. Tayari mpira umeusogeza mbali na wewe. Ndo poor decision making. Ndo maana nakwambia first touch yake ya kwanza ndio iliamua hayo makosa. Yaani hayo makosa unayozungumza na nafikiri yaliamuliwa na touch yake ya kwanza. Na nafikiri hapa sisi ambacho tunatakiwa tukielewe labda ni kwamba hata kama alikuwa anataka kufanya hizo decision, lakini ule mguso wa kwanza ndo tunasema first touch. No, yani ule mguso wa kwanza hakuwa anatuliza, aliusogeza mpira mbele alafu ndio akarealize kuna mtu pembeni hapo. Ndio hiyo touch. Sasa kamanda kutuliza mpira ni touch. Lakini hata kuusogeza mpira mbele is the first touch vile vile, kwa sababu kama umegusa mpira kwa mara ya kwanza either unataka upige pasi. Yani ile ni more of poor decision making kuliko yani hiyo kamanda umereceive. Umekumbuka kile kilichotokea kwa Kagoma kwenye mechi ya ugenini? Kama watu za poor first touch. Kamanda umereceive. Sababu ule mpira hajautuliza, yani kama umemgonga. No, whatever, hata kama whatever, lakini umereceive. Unajua hali ameupokea kabisa, ameupokea vizuri kabisa, akausogeza mbele ndio ana realize kuna mtu, yule mtu kaja akajaribu kucheza. Ukipokea mpira. No. Nilikuwa naangalia tukio hili. Evans yuko sahihi. Yes, yani ukisha receive huo mpira unapotoka kwako, that is the touch. Yani hicho cha kwanza unachokifanya, kwa sababu alitaka kugusa cha pili yake ambayo tayari yuko late. Poor first touch. Bwana, tuna muda mchache, sorry. Asante kwa kutuweka sawa.